Msichana huyu mdogo amekuwa ndio mfungwa mdogo zaidi gerezani, lakini yote haya yalitokana na kwamba kipindi mama yake alipokuwa mjamzito alisingiziwa kesi na kutupwa gerezani. Kwa hiyo msichana huyu alizaliwa na kukulia gerezani, na leo ndio ilikuwa siku yake ya kuachiwa. Mama yake hakujisikia salama kumruhusu mtoto kuishi peke yake, hivyo akamsisitiza sana mtafute baba yake. Hivyo msichana alichukua picha ambayo mama yake alimpa na akaenda kuanza kumtafuta baba yake. Na leo hii kwa bahati alifika katika kampuni ambayo baba yake alikuwa akifanya kazi. Aliona kundi la watu wakimhoji mkurugenzi mkuu kijana. Msichana alimtambua haraka kuwa huyo ndiye baba yake. Bila kusita alimkimbilia na kumuita baba. Mkurugenzi alishtuka na kudhani kwamba msichana alikuwa amekosea kwa kumfananisha na mtu mwingine, lakini msichana alisisitiza kuwa hakufanya kosa na akatoa picha kumuonyesha. Lakini hata baada ya kuona picha yake mwenyewe, mkurugenzi bado hakumwamini. Alipoona hivyo, msichana alimwoa baadhi ya nywele zake na kumwambia afanye kipimo cha vinasaba. Kinyume na matarajio, mkurugenzi hakutaka kupoteza muda wake na mtoto huyo, hivyo aligeuka na kuondoka. Lakini msaidizi aliyekuwa karibu hakufikiria kama yeye. Aliamini kulikuwa na jambo lisiloeleweka hapa. Kwa hiyo akaamua kuchukua sampuli ya nywele za msichana ili akachunguze mwenyewe. Baada ya kufanya haya yote, msichana alienda gerezani kumwambia mama yake kilichotokea. Alimuuliza mama yake ni kwa nini baba yake alikataa kumtambua. Kwa shida, mwanamke yule alimtetea mkurugenzi. Ilibainika kuwa mwanamke huyu alikuwa binti wa familia tajiri. Yeye na mkurugenzi waliwahi kuwa wapenzi. Baba yake alifariki kwa ugonjwa, mjomba wake katili na binamu yake walijaribu kunyakua urithi wa baba yake. Hata walimtumia mkurugenzi kumtishia. Ikiwa asingetoa mali hizo, maisha ya mkurugenzi yangekuwa hatarini. Akawa hana namna, alimwacha mkurugenzi bila kumweleza chochote. Hii ilisababisha mkurugenzi kumwelewa vibaya, na mwanamke huyo akatiwa gerezani baada ya kutiwa mtegoni na mjomba wake. Sasa alichotumaini ni kwamba binti yake angeishi maisha mazuri bila vitisho kutoka kwa familia ya mjomba. Lakini asichojua ni kwamba siku ya kwanza tu msichana huyo aliporudi nyumbani, mjomba na binamu yake walitokea. Walimuuliza moja kwa moja msichana ufunguo wa sanduku la siri ulikuwa wapi, lakini msichana hakujua ulikokuwa, hivyo akajibu kwa uaminifu tu. Kinyume na matarajio, binamu yake alidhani msichana alikuwa anafanya masihara. Alikasirika sana, hata alitaka kumpiga. Wakati huo huo, wazazi wa mkurugenzi mkuu walisikia kuwa kulikuwa na msichana aliyedai kuwa wa familia yao. Walienda katika kampuni ya mkurugenzi kuulizia. Walipogundua kuwa mwanao alimfukuza msichana, walivunjika moyo sana. Kabla hawajachukua hatua, mkurugenzi aliondoka akitumia mkutano kama kisingizio. Wakati wazazi wa mkurugenzi wakizidi kukasirika, msaidizi alileta sampuli ya nywele za msichana na mkurugenzi akijiandaa kwa kipimo cha DNA. Matokeo yalitoka haraka. Msaidizi alitangaza kwa furaha kwamba msichana kweli alikuwa binti wa mkurugenzi mkuu. Ni hapo tu mkurugenzi alikumbuka yaliyopita kati yake na yule mwanamke. Aligundua msichana alikuwa mtoto wao. Wazazi wake pia waliguswa sana walipoona ripoti hiyo. Kipaumbele kikubwa kikawa kumtafuta msichana na kumrudisha nyumbani. Lakini wasichojua ni kwamba msichana alikuwa hatarini wakati huo. Mjomba na binamu yake walikuwa wakitafuta ufunguo wa sanduku la siri nyumbani, lakini hawakuupata. Kwa hiyo walielekeza macho yao kwa msichana tena, wakimuuliza ufunguo ulikuwa wapi. Msichana alisema hajui. Sura ya binamu ikabadilika ghafla. Akanyang'anya picha mikononi mwa msichana na kuibamiza chini. Oh my God, hawakutarajia. Ufunguo wa sanduku ulionekana kiurahisi mno. Msichana alidai haraka kuwa ni wake, lakini wale wawili waliendelea kumkaribia. Katika wakati huu wa hatari, mkurugenzi mkuu aliwasili kwa wakati mwafaka kuwazuia. Ni hapo tu alipomtambua msichana. Alikiri kuwa alikuwa binti yake. Alipoona mtoto wake ananyanyaswa, aliagiza mara moja watu wake wawafunze adabu. Kisha alimpeleka msichana hospitalini. Kwa bahati nzuri, msichana hakuumia. Lakini daktari aliwaambia wote kwamba msichana alikuwa dhaifu sana kimwili kutokana na utapiamlo wa muda mrefu. Alihitaji lishe bora baada ya kurejea nyumbani. Hata hivyo, bila kujua ukweli, mkurugenzi alimwelewa vibaya yule mwanamke. Alidhani alikuwa amemlea vibaya mtoto, hivyo akamwambia msichana kuwa hairuhusiwi kumuona mama yake tena. Kisha mkurugenzi akamrudisha msichana nyumbani. Hata alimwandalia zawadi nyingi, lakini kitu pekee msichana alichokitaka kwa sasa ni kumuokoa tu mama yake. Hata hivyo, kwa sababu baba yake hamtaki mama yake, hakujua jinsi ya kumwambia. Wakati wa chakula cha mchana, msichana aliona baadhi ya vyakula vilikuwa vile anavyovipenda mama yake, hivyo akauliza kama vilivyosalia vinaweza kusanywa. Mkurugenzi akauliza mara moja kwa nini. Msichana alisema anataka kumpelekea mama yake. Mara tu alivyosema hivyo, hali ikabadilika, lakini mkurugenzi hakumpinga. Aliagiza mtu ampatie chakula na akatumia nafasi hiyo kuondoka nyumbani. Kisha msichana akaenda na msimamizi wa nyumba kumpelekea mama yake chakula. Bila yeye kujua, mkurugenzi alikuwa
kumfuata kwa siri, alikuwa akimfuata kwa nyuma. Alimfuata mpaka geti la gereza. Msaidizi alipoona hili, alishangaa sana. Alikisia kuwa huenda mwanamke huyo alikuwa amefungwa. Mara tu msichana alipotoka garini, alimwendea askari magereza na kumwomba amfikishie mama yake chakula. Pia alimwomba amweleze mama yake kuwa kila kitu alichomwambia afanye amekifanya vizuri. Alimwambia mama yake asijali. Askari huyo alimtazama msichana kwa huruma. Baada ya kusikia hayo, alipokuwa karibu kusema jambo, ghafla mkurugenzi alitokea na kutaka kujua ni nini msichana alikuwa akifanya. Na huu ndio ukawa mwanzo wa kujua matatizo yanayomkabili mwanamke aliyempenda zaidi. Wakati huo huo, ndani ya gereza, mama wa mtoto alifungua boksi la chakula na kuona kiti moto, macho yake yakajaa kumbukumbu. Wakati huo, mwanaume aliyempenda alikuwa akipika chakula hicho mwenyewe na kumletea kila siku. Aliachana naye si kwa sababu alikuwa maskini, bali kumlinda. Mjomba wake mwovu alimuua baba yake ili kuchukua usimamizi wa An Group. Alitaka kampuni yote na hangesita kufanya lolote, hata kutishia maisha ya mpenzi wake. Kwa hofu kwamba mwanaume aliyempenda angeumizwa, alijifanya mjinga. Akadai mwanaume huyo ni maskini sana na kuachana naye ghafla. Alidhani hivyo ndivyo angeokoa maisha yake. Lakini hakutarajia kuwa mjomba wake angepanga njama chafu zaidi na Lishia, mwanaume aliyezama kwenye madeni ya kamari. Wakapangilia tukio la ugomvi la uongo, wakamlazimisha ashike kisu na wakamfanya ajidunge tumboni. Kisha wakatengeneza ripoti ya kitabibu ya uongo. Kigezo cha jeraha dogo kikageuzwa kuwa sumu daraja la kwanza na kumpa kifungo cha miaka 10 gerezani. Alikuwa tayari mjamzito wakati huo na akajifungua binti yake akiwa nyuma ya nondo. Bahati nzuri, alipewa msamaha wa muda kulea mtoto nje. Mjomba wake mwovu na mshirika wake walichunguza mali nzima ya familia ya Ann, lakini hawakuweza kuupata ufunguo wa sanduku lenye teknolojia ya msingi. Bila huo, hawawezi kupata uaminifu wa wanahisa. Wakati huu, mkurugenzi alikuwa akichunguza hatua kwa hatua undani wa kesi yake. Mlipwaji alikuwa na majeraha madogo tu, lakini ripoti ya jeraha ilidai uongo wa sumu daraja la kwanza. Ulaghai huo ulimgharimu miaka 10 ya maisha. Mkurugenzi akapiga meza, tunafungua kesi hii upya. Habari zikazagaa haraka. Mjomba akaingiwa na hofu. Ripoti ya jeraha ilikuwa feki na alikuwa karibu kuachiliwa, lakini ufunguo bado haukupatikana. Akitoka nje na kuwafikia wanahisa, ndoto zake za madaraka zitakwisha. Mwanamke hatimaye alirejea uraiani na alipoachiliwa akamuna mkurugenzi, mwanaume ambaye hakuwa amemuona kwa miaka, lakini alikuwa amejawa na chuki. Alidhani alimuacha kwa ajili ya mwanakamari kama Lishia na kutupwa gerezani kwa sababu ya maamuzi yake mabaya, bila kujua kuwa alimuacha ili amlinde. Alimshukuru kwa dhati kwa kusaidia kusafisha jina lake, lakini kwa mshangao, mkurugenzi alimkabidhi hati ya kisheria huku akisema, umetenda kosa, uliwekwa gerezani. Je, kweli unadhani mtu kama wewe unastahili kumlea Niu? Akiwa ameumia lakini akifikiria usalama wa binti yake, mwanamke huyo akasaini makubaliano akiachiria ulezi. Lakini macho ya mkurugenzi yakawaka hasira. Umesaini bila kusita hata sekunde, kwa nini? Nimekushikilia moyoni daima. Niliamini huwezi kuniacha, lakini ulifanya hivyo na ukaingia kwenye gari la mtu mwingine siku ile. Eti kisa tu mimi maskini. Mwanamke aliendelea kuomba msamaha akisema hakuwahi kutaka kumpoteza, alitaka tu aishi. Lakini mkurugenzi alikuwa amejeruhiwa sana moyoni. Akasema, kuanzia sasa sitawahi kumruhusu binti yangu akuone tena. Akiwa amevunjika moyo, mwanamke aliamua kuwa ilikuwa wakati wa kulipiza kisasi kwa mjomba wake mwovu na kuchukua kilicho chake kihalali. Akamfuata binti yake, akachukua ufunguo na kumwambia, ishi maisha mazuri na baba yako. Alipoanza kuondoka, binti yake akamkumbatia kwa nguvu akisema, mama, usiende. Mwanamke akaitoa mikono ya binti yake kwa nguvu na kuondoka. Bila kusita, alitafuta wanahisa wa kampuni, akijaribu kurudisha urithi wa baba yake. Alipoanza kutoa hoja zake, mjomba wake mjanja na mshirika wake wakafika, wakimwaga matusi. Mwanamke, huna haya wewe, sasa unawalagai wanahisa wawili. Mwanamke hakuwa na uvumilivu tena, akamwagia glasi ya divai usoni na kusema, funga midomo yako. Mjomba akadakia, mnataka kumpa kampuni mtu mwenye rekodi ya uhalifu? Utaharibu kampuni nzima. Hasira ya mwanamke ilipanda, akasema, nilifanyiwa njama nikafungwa, na sasa nimesafisha jina langu. Nina haki zote halali za kampuni hii. Wewe ni nani kunihoji? Mjomba alijaribu kuchafua jina lake zaidi, lakini wanahisa wakaingilia kati wakisema, tayari tumeamua masharti yetu. Baada ya kifo cha baba yake, An Group ilipoteza ushirikiano mkubwa. Walihitaji uongozi mpya, mtu anayeweza kuleta uwekezaji mpya. Walikuwa tayari kumpa 10% ya hisa zao na kumuunga mkono kikamilifu mwanamke kama mkurugenzi mkuu mpya. Mjomba akashtuka, akacheka kwa dharau. Mwanamke kwa sasa alikuwa hana kitu. Hakukuwa na njia angeweza kushinda. Bila kukata tamaa ya kupata ufadhili, mwanamke akaenda kwa rafiki wa zamani wa baba yake, akitumaini atamsaidia kwa heshima ya baba yake.
Lakini alipoanza tu kuzungumza, mwanaume huyo akaondoka akisema hisia hufa pale mtu anapokufa. Akiwa hana namna, alimfuata mwingine na kumwomba dakika 10 tu za mazungumzo. Lakini aliposikia tu kuwa alifungwa gerezani, alikataa kusikiliza na kuutupa mpango kazi wake kwenye taka. Hata hivyo, mwanamke hakukata tamaa. Akimkumbuka binti yake, alijisemea kuto kurudi nyuma. Alipaswa kurudisha kila kitu cha marehemu baba yake. Ndipo aliposikia uvumi kuhusu Bow Group, kampuni ya thamani ya mabilioni, mojawapo ya kampuni 10 bora nchini. Kwa hiyo kama angeweza kupata ushirikiano na kampuni hii kubwa, Ant Group ingeweza kufufuka tena. Mkurugenzi alikuwa akimwangalia kwa siri kila hatua zake muda wote. Aliposikia tu kuwa anajaribu kupata uwekezaji wa Bow Group, akawaamuru watu wake waeneze habari kuwa Bo Jiangming ataenda usiku wa leo Shadowlight Hotel. Siku nyingine wakati akiwa anazungumza na wanahisa mjomba, alitokea kama kawaida akipinga kwa nguvu sana swala la mwanamke kuchukua kampuni, akijitapa na lengo zuri na kampuni, hivyo hawezi kuruhusu kampuni kuzama, huku yeye anaona. Wakati maongezi yanaendelea, hali ya kutokuelewana ikatokea. Ila kabla mambo hayajawa mabaya zaidi, ujumbe wa uwekezaji wa dola milioni 500 ulifika na Anko akajitapa kuwa hizo zote ni juhudi zake yeye kuinua kampuni. Kutokana na hivyo, wanahisa wakaadhimia kumkubali Anko kama mkurugenzi mkuu mpya kutokana na uwezo wake wa ushawishi wa uwekezaji aliyouonesha. Lakini ukweli ni kwamba uwekezaji huu umetoka kwa mkurugenzi kama njia ya kumsapoti mwanamke na alipanga sio muda kufika hapo. Kwa majivuno mjomba akadai mwanamke amkabidhi ufunguo, maana sasa hana chake. Mwanamke alipokataa kutoa, wakauchukua kwa nguvu na kumdhulu na kisu. Ila kwa bahati muda huo huo, mkurugenzi akawa anaingia na kuweza kumsaidia kuwahishwa hospitalini. Watu wake wakamshikilia mjomba. Wakati wakiwa hospitalini, watu wa mjomba wakamteka mtoto. Hii ilikuja baada ya kuona wameshaharibu mambo. Kutokana na yaliyotokea, hawataweza kuchukua kampuni. Wakaona kilichobaki ni kumteka mtoto na kumtumia kama daraja la kudaia mabunda ya pesa na kisha kukimbia nchi. Wakati huo huo, mkurugenzi alifanikiwa kujua mtoto alikofichwa na kwenda mapema sana. Wakati wa makubaliano ya mabadilishano ya mtoto na pesa, watu wa mjomba wakaongeza madai, wakisema kama watahitaji mtoto wao, basi wamwachie mjomba, kisha waondoke na mtoto. Halafu baada ya kufika mbali, ndipo wamwachie mtoto huru. Ila mkurugenzi akajitolea kutekwa yeye badala ya mtoto, maana mtoto angepata shida akiwa mbali nao. Wakati mkurugenzi ameenda, yule dogo wa kamari akatoa kisu kutaka kumuua mkurugenzi. Hii ikasababisha mjomba kuwahi na kumpiga dogo, maana aliona kufanya vile ni kuzidi kuharibu mambo. Kuona hivyo, mwanamke wa dogo akataka kumchoma kisu mama wa mtoto, ila kwa bahati mkurugenzi akamuona, kwa hiyo akawahi kumkinga, hivyo akachomwa yeye. Kutokana na shida hii muda huu, kundi lote la mjomba walifanikiwa kukamatwa na kisha sheria kufuata mkondo wake, huku mkurugenzi akiuguza majeraha hospitalini. Wakati mkurugenzi akiwa amepoteza fahamu, msaidizi alimlaumu sana mwanamke kwa kuwa na moyo mgumu kiasi cha kumkataa mkurugenzi muda wote huu, licha ya mkurugenzi kujitolea kwa moyo wake wote kumpambania. Akisikia hatia mwanamke, muda huu akaona muda wa maigizo bora uishie hapo, maana hakuna hatari yoyote iliyopo safari hii. Mjomba ameshafungwa, kilichobakia ni kwamba mkurugenzi akiamka wayaanzishe maisha mapya kama familia. Mkurugenzi alipoamka, walikumbatiana kwa upendo, wakiwa na matumaini ya kuanza maisha mapya kwa amani sasa kama familia, na kila mali ya baba yake ikiwa mikononi mwake. Movie yetu ndio imeishia hapo. Kama umefuatilia recap hii mpaka mwisho, naomba sapoti yako ya hali na mali. Familia ya Icheki na hii bado ni ndogo, kwa hiyo ni kuombe usiondoke bila kulike video hii, kubonyeza subscribe, kucomment na kushare video zangu. Asante sana kwa sapoti yako. Ubarikiwe sana ndugu yangu.